Kwa jina naitwa Semeni Segela. Mimi ni National Quality Improvement Facilitators. Kwa niaba ya Wizara ya Afya tumekuja hapa hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya kufuatilia masuala mazima ya uimarishaji ubora baada ya watumishi baadhi ya hospitali ya Mount Meru kupata mafunzo ambayo yalifanyika katika mwezi wa 4. Kwa hiyo katika yale mafunzo kuna vitu ambavyo tulikubaliana katika masuala mazima kuhakikisha kwamba ubora wa huduma unaimarika katika maeneo mbalimbali, eneo kubwa likiwa ni swala la kukinga na kudhibiti maambukizi. Kwa hiyo tumekuja hapa Mount Meru kwa ajili ya kuja kuangalia ile mipango kazi ambayo waliiandaa wao kulingana na changamoto ambazo zilizopo kwenye kituo cha Mount Meru. Tumekuja kuangalia nini kinafanyika na kuweza kujengeana uwezo pale ambapo labda kwa njia moja au nyingine kunahitaji uelewa zaidi. Tumepita katika maeneo mbalimbali kwenye mawodi kwenda kuangalia masuala mazima ya ufuatiliaji wa wagonjwa wale ambao wanafanyiwa upasuaji. Je, baada ya kufanyiwa upasuaji kuna ufuatiliaji wote unafanyika kabla ya upasuaji na baada ya upasuaji? Na ikitokea kwamba kionekana kuna mgonjwa yoyote ambaye anaonekana labda amepata maambukizi katika sehemu ya upasuaji, hospitali inafanya nini kuhakikisha kwamba huyu mgonjwa anarudi katika hali yake ya kawaida? Lakini ni vitu gani vinafanyika kama hospitali kuhakikisha kwamba hili tatizo au hii changamoto isiweze kutokea tena? Lakini vile vile tumeangalia maeneo mbalimbali, tumepita kwenye swala zima la usafi kwa ujumla. Mazingira ya hospitali yanaridhisha kwa kweli, ambayo ni sehemu moja tunasema kwamba ukiingia kwenye sehemu swala la usafi ni sehemu moja hapo ambayo tunaanzia kwenye swala lazima la kukinga na kudhibiti maambukizi. Lakini vile vile tumeangalia swala mengine kuhusiana kwamba je, wale wagonjwa ambao labda pengine wameonekana kwamba wamepata maambukizi kwenye sehemu ya upasuaji, je, kuna vipimo vilifanyika? Tunaona kwamba inafanyika. Lakini vile vile na swala zima la multi-drug resistance, hospitali ya Mount Meru wanafanyaje na matumizi ya antibiotiki kwa kutumia aware classification? Je, kituo kinaweza kufuata kulingana na miongozo ya Wizara ya Afya? Kwa hiyo tumepita sehemu, tumekuta kwamba hata SOP zimetengenezwa kuwakumbusha madaktari kwamba unapotoa dawa kumpa mgonjwa uhakikishe kwamba unafuata zile miongozo iliyotolewa na Wizara ya Afya ili wagonjwa waweze kupata dawa zinazostahili na kuondoa swala zima la usugu. Kwa hiyo tumepita jana na leo tena tumefika hapa asubuhi. Tumefurahi zaidi kuona kwamba kweli ufuatiliaji unafanyika, kwa sababu wamekuwa mpaka na platform ya kuweza kufanya presentation au sehemu hii kuonyesha surveillance zilizofanyika, matokeo yake yakoje, na nini kifanyike kama hospitali kuhakikisha kwamba changamoto hizi zote ambazo zinaonekana zinaweza kuibuliwa na zinaweza kufanyiwa kazi, lakini mwisho wa siku tuweze kutoa huduma zilizo bora kulingana na miongozo na taratibu za Wizara ya Afya kama zilivyotolewa ambazo zinatumika katika maeneo yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunaendelea kuwapa nguvu, lakini kikubwa ujumbe ambao tunaondoka nao ni kwamba, na ambao tunauacha hapa ni kwamba swala zima la quality improvement ni swala la timu nzima, kuanzia uongozi, kuanzia timu ya uimarishaji ubora, kuanzia timu za uimarishaji ubora za kwenye idara, lakini vile vile na mtumishi mmoja mmoja awe ni sehemu ya kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa vizuri kulingana na miongozo iliyopo. Asante sana.